Hebu fikiria mfano mmoja. Wafanyabiashara wawili wako Kariakoo, Dar es Salaam. Wanauza PC na calculator. Mmoja anaamua kuchagua jina la biashara yake, John Calculator. Ni jina fupi, lakini halina hisia na halitengenezi imani kwa mteja. Lakini pia linaonyesha kikwazo pindi anapotaka kuongeza bidhaa nyingine. Lakini pia ni ngumu sana kwa mteja ambaye anahitaji laptop au PC kwenda kwa John Calculator, kwa sababu jina lake limejitosheleza kwenye kuongea ama kumaanisha kwamba yeye anauza calculator pekee. Lakini pia wa pili anachagua jina fupi sana, jina dogo ambalo ni Calculator PC Original. Huyu ni rahisi kukumbukwa, lakini pia ni rahisi sana brand yake kukua, kwa sababu hauzi calculator, anauza na PC. Hauzi na PC tu, anauza na hata accessory. Lakini sio hata accessory, analeta imani na hisia kwa wateja. Kwa hivyo bidhaa zake anazouza ni original. Mwaka mmoja baadaye, Calculator na PC Original brand yake itakuwa kubwa na atauza sana. Si kwa sababu ana bei tofauti, sio kwa sababu ana bidhaa tofauti, ila ni kwa sababu jina lake limeanza kuzungumza hata kabla ya biashara. Brand kubwa haziuzi bidhaa, zinauza imani, picha na hisia za thamani. Jina la biashara lianza kuasili moja kwa moja bei unayouza, wateja wanawapata na kasi kwa ya biashara. Na ndio kweli ambao watu wengi wataki kukubali. Jina baya la biashara linaweza kuishusha biashara yako mpaka level ya chini kabisa. Kwa sababu kuna wateja wanunui bidhaa, wananunua brand. Hebu fikiria. Leo unauza calculator yenye brand City Free na mwingine anauza calculator yenye brand ya Casio. Hiyo unafikiri brand gani ambayo iko juu? Wengi watanunua Casio kwa sababu ni brand ambayo watu wengi wanaikumbuka, wanaikubali na wameiamini kwenye ubora. Kuna mwingine anataka kuangalia ni bidhaa gani anunua, ili brand tu iwe Casio na sio City Free. Kuna wakati unaweza kujisi biashara yako inarudi nyuma na kesi kwa umerogwa. Kumbe tatizo umeliandaa mwenyewe kwa mikono yako. Na kila siku linapita machoni mwako kwa sababu tu bado hujajua. Kwa hiyo tatizo linaweza kuwa jina baya au brandi mbaya ambayo umeandaa mwenyewe kwenye biashara yako. Suluhisho rahisi. Kabla hujachagua jina, hebu jiulize maswali haya manne kwa. Swali la kwanza, je, hili jina linaonekana la kisasa? Swali la pili, je, hili jina ni rahisi kukumbukwa na mteja pindi atakapoliona au kulisikia? Swali la tatu, hili jina linifungi kwenye bidhaa moja? Swali la 4, hili jina linaweza kuuzwa bila kuhitaji maelezo marefu? Kama kujiuliza maswali hayo na jibu likaja ndio, basi hilo sio jina tu, ni brandi. Sasa nafikiri unaweza unakumbuka mwanzoni nilipokuuliza kati ya John Calculator dhidi ya Calculator na PC Original, lipi jina zuri? Sasa nafikiri una majibu tofauti, sivyo? Kama unaamini kuwa nimekujenga, basi niambie kwenye comment. Unafikiria biashara gani? Na jina gani ambalo mlipendekeza kuipa biashara yako? Nami niko hapa nitakusaidia. Lakini pia kama unataka kujenga biashara ya akili na sio bahati, basi endelea kufuatilia Shule ya Biashara, kwa sababu hapa tunazifundisha biashara ambazo zitaishi kwenye dunia ya kweli.